Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Amin, amin, amin. Ndugu zangu tuliohudhuria hapa, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukusanya muda huu katika eneo hili. Kwa wale tuliosahau, ni wakumbushe tutie nia za itikafu ili ukaaji wetu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu uwe na faida. Lakini pili, ni washukuru viongozi wa msikiti waliotuandalia kikao hiki kwa leo kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuhusiana na dini yetu tukufu. Sambamba na hilo, ni washukuru ndugu zetu kwenye vyombo vya habari, maana hapa tutakuwa na chombo cha habari kinachorusha mazungumzo haya live, Aiwa TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala awabariki, awajalie kila la kheri, akikuze chombo hiki kiwe ni maslahi ya Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Ni juhudi za hali ya juu wanazozifanya katika kuendesha majambo haya, ni kujitoa muhanga kweli. Kuna singeli nyingi huko wameziacha, lakini wao wamejikita kwenye jambo la dini. Allah Subhanahu awaongoze wakae mkao uliokuwa sahihi. Lakini pia tuna ndugu zetu wengine, wao hawarushi live, wanarekodi, baadaye pia mazungumzo yetu haya na wao watayatuma katika mitandao ya kijamii wanaoitwa Al-Mughith Media. Mughith Media na wao pia wataonesha jambo hili katika mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii leo imekuwa fadha, ni mtihani kwa kweli, vurugu. Yapo mambo yanayoonekana katika mitandao ya kijamii la tuhmadul uqba, lakini hawa ndugu zetu wao wanataka huko fanyia tanafus, watu wagombee kuangalia, wanaotaka kuangalia yao waangalie, na wale wanaotaka kuangalia haya yanayohusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam waweze kuyaangalia na kuyaona. Al-Mughith pamoja na Aiwa ambao wao wanaturushia moja kwa moja, Allah asikuze media zetu hizi. Baada ya utangulizi huo, anwani iliyotangazwa na iliyoandaliwa na uongozi wetu, jina lake wanaiita Mtume sallallahu alayhi wasallam na utatuzi wa migogoro. Ukipenda unaweza ukaita kama ninavyoita mimi, manhajun nabii sallallahu alayhi wasallam fi halli al-mushkil fi halli an-nazaat. Manhajun nabii sallallahu alayhi wasallam fi halli an-nazaat. Sio muhimu atarjama tazyifu lil-adabi al-lughawi, sio lazima iwe neno kwa neno, lakini maana yake tunataka tuone namna gani kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale jamii inapokuwa na mizozo, migogoro, alisimama kidete na kuitatua. Njia gani alizotumia? Na kwa kuwa mtume huyu ameletwa kwetu sisi akiwa ni uswa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi kwa huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na liwazo na kigezo kilichokuwa kizuri. Mambo yenu mkitaka kuyafanya, muigeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna alivyofanya.
na sisi kama tutakuwa tuna migogoro katika maeneo yetu tuitatue kama alivyoitatua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla hatujasema lolote, kwani migogoro ndiyo nini? Unajua, tukikubaliana jambo mapema inawezekana tukaenda pamoja, lakini inawezekana mwingine anachoelewa yeye ni kingine na unachozungumzia wewe kingine, kwa hatimaye inakuwa kila mmoja na njia yake. Na wanasema maarifatu shay'i fardun an tasawwuri. Tukubaliane mapema kwanza migogoro ni nini, kabla hatujaona Mtume manhaji yake katika utatuzi wa migogoro ni nini. Tunapozungumzia neno migogoro, ni ile hali ya kutoelewana au hali ya kupingana au hali ya kupambana kati ya pande mbili au zaidi. Kutoelewana, kupingana au kupambana kati ya pande mbili au zaidi ya pande mbili, hilo tunaita nini? Migogoro. Iite wewe utakavyoita, mashaki na saati iite, lakini ni kutokuelewana kati ya pande mbili na zaidi, kupingana kati ya pande mbili na zaidi. Hisia za mwanadamu zinatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, na huwezi kulazimisha hivyo unavyohisi wewe, unavyowaza wewe, na mtu mwingine awaze kama unavyowaza wewe. Kwa lugha nyepesi, migogoro katika jamii haiepukiki, sababu ndio maumbile ya kibinadamu. Ukiona akili zimekwenda zote katika utaratibu bila ya kupingana, bila ya kutofautiana, pana tatizo. Lakini lazima akili zipingane, lakini lazima akili zitofautiane, halafu baadaye ziwekwe sawa ili maisha yaweze kwenda. Tunaposema migogoro, tunakusudia ni ile hali ya kutoelewana, ni ile hali ya kupingana, ni ile hali ya kupambana kati ya pande mbili au zaidi. Sasa migogoro kwa maana hii iko ya aina nyingi. Inawezekana ikawa migogoro ya mawazo, au inawezekana ikawa migogoro ya maslahi. Muda mwingine hakuna maslahi, ila mawazo yangu na yako yanatofautiana yakaanzisha mgogoro. Muda mwingine maslahi yangu na yako yanagongana yakaanzisha mgogoro. Kwa kuna migogoro ya mawazo na migogoro ya nini? Ya maslahi. Na ukitaka kujua kwamba sehemu hii kuna migogoro, kuna viashiria. Kuna viashiria vya migogoro, kama vile kubadilishana maneno makali. Jambo linaweza likawa dogo, lakini hayo maneno atakayoyasema mtu yanatofautiana na lile jambo lenyewe. Hilo ni ishara kwamba hapo pana mgogoro. Au kunyamaziana kwa muda mrefu kunatokana na chuki. Bado vipi yule bwana, mbona akiweka huru tu kimya? Ndio hapo pana tatizo, hapo pana mgogoro. Hata kama haujaribuka, ni ishara kwamba hapo pana mgogoro. Au kila mtu kujiona yeye ana haki kuliko mwenziwe, elewa hapo pana mgogoro. Au kupungua ule ushirikiano uliokuwepo awali. Kwa viashiria vya migogoro viko vingi, lakini miongoni mwa viashiria hivyo chukua hivi vinne, ishara kwamba hapo pana mgogoro. Vitu vinne:
Moja, kubadilishana maneno makali. Ukiona watu wanabadilishana maneno makali, wewe kadha na wewe pia kadha, wewe mwenyewe mbona kadha, sema hapa pana tatizo, hapa pana mgogoro hapa. Lakini sio hivyo tu. Ishara ya pili, ukiona watu wamefika baada ya salamu alaykum, hakuna kingine, wamenyamaziana kimya, hapo pana gogoro kubwa, alijitokeza tu lakini lipo. Ishara ya tatu, kila mtu anapofanya jambo anajiona yeye ana haki na lile la mwenziwe sio kweli. Sema hapa pana tatizo bwana, mbona miaka yote tunaswali huko msikiti huko hivi, sasa hivi unakuja unatupigia mistari mingine, kibla tuelekee huku na wala si huku tulikuwa tunaelekea zamani, alafu anasema huko sio huko, kwa ndio ni huku. Hapo pana tatizo, pana gogoro. Inawezekana wengine wenzako wageni kidogo, lakini Dar es Salaam hii na misikiti hii tulifikia kipindi huko tukao, si hivi tunaelekea huko miaka yote, afu kapigwa mistari mingine ito tunaepuka kidogo, tunaelekea pembeni. Mbona miaka yote tulikuwa tunaswali pamoja na wewe humu, sasa hivi unatuchorea mistari mingine? Hapo pana gogoro. Kwa hiyo ni ishara kujiona kila mmoja yeye ndo ana haki na mwenziwe hana haki. Na mwisho, ishara ya nne kwa leo, siko nyingi lakini ishara ya nne kwa leo ni kutokuwepo ushirikiano ambao mwanzo ulikuwepo. Kwenye majambo tulikuwa tunafanya wote pamoja, tunashirikiana wote pamoja. Sasa hivi mtu akifanya mwenziwe ule ushirikiano unapungua. Lakini ukimuuliza vipi bwana, mbona mambo wale sio wanafanya? Kuna tofauti gani? Wote sisi kundi moja bwana. Sema hapo pana tatizo. Halijaibuka tu, halijaamua kuchanua lile tatizo, lakini hapo ana tatizo. Kwa hiyo hizo ni ishara chache za nini? Za migogoro. Tuliposema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na utatuzi wa migogoro, maana yetu ndio hiyo, kwamba Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi aliishi katika jamii. Hakuishi mumfarida akiwa amejitenga, aliishi katika jamii. Na jamii tumesema lazima zitofautiane katika mawazo, wala yazaluna mukhtalifin. Na wakizozana, wakitofautiana watu katika mawazo huzalisha nini? Mgogoro. Sasa tatizo sio ule mgogoro wenyewe, tatizo nini kinachofuata baada ya mgogoro kutokea. Nadhani hili ndio lililowafanya waandalizi wetu wachague anwani leo isemayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na utatuzi wa migogoro. Wa inshita qul manhaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi halli an-nazaat, mapito aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutatua migogoro. Ndugu zangu tuliohudhuria, migogoro tumesema haiepukike, ni lazima iwepo. Wewe upende itakuwepo, usipende itakuwepo. Sasa tunataka kuona Mtume alitatua vipi. Sasa utatuzi nao ni nini baada ya kuchukua migogoro ni nini? Usipojua tatizo huwezi kuligamba, na usipojua maana ya kitu husika unaweza ukatumia sipo. Utatuzi wa migogoro, utatuzi ndio nini? Utatuzi ni kitendo cha kumaliza au kuondoa ule mgogoro kwa njia ya amani, ndio tunaita utatuzi. Zingatia, kuna baadhi ya maeneo kwa wanakaidi kwenye vitabu, kwa mfano walmaksudu bikadha huna, inawezekana neno hilo maeneo mengine likawa na maana nyingine, lakini kwa hapa tunakusudia neno utatuzi ni kile kitendo cha kumaliza mgogoro kwa njia ya amani, ndio tunaita utatuzi. Wa bilmithali yatadhihu al-maqal, ukitoa mifano ndio huwa wazi kile kinachosema. Maneno
linawezekana neno moja likabeba maana zaidi ya moja. Kwa mfano, tamko swadi, re, aini na te, sura, as-sura. Neno as-sura ukienda katika ulimwengu wa michezo, halafu ukakuta sehemu wamekuandikia salatu sura, salatu as-sura, hicho ni kitu kingine. Na ukienda katika ulimwengu wa tiba wakikuandikia maradhu sura, hiyo ina maana nyingine, japokuwa neno lenyewe ni hili moja. Sura kwenye michezo ni mieleka. Ule mchezo kubwa gani ule unaita nini? Sura, mieleka. Lakini tamko hilo hilo unapokwenda kwenye maradhi, maradhu sura, wanakusudia kifafa. Kwa neno moja limebeba maana zaidi ya moja. Na wewe inawezekana kwenye kichwa chako kuna maana ya neno mgogoro, na inawezekana kwenye kichwa chako kuna maana ya neno utatuzi, lakini tunachokusudia sisi ndio hiki. Na hii lugha hai yoyote, kila neno moja lazima linabeba maana zaidi ya moja. Kwenye Kiswahili tuna mfano tunawatolea watu, mfano wa neno kata. Kata, zile herufi zetu K, A, T na A. Kata. Kata inawezekana ikawa unamuamrisha mtu kitu kukitenganisha vipande viwili, kata. Lakini inawezekana ukawa unakusudia chombo cha kuchotea maji, kata. Lakini inawezekana ukawa unakusudia ngazi katika ngazi za kiserikali, kata. Sasa unaposema maana ya kata itakuwa kwa hapo huyo msemaji anaposema. Sasa kama itakupitia akilini wewe, mtu akisema na kwenda kwenye ofisi ya kata, kwa maana sehemu hiyo kuna chumba zimehifadhiwa vile vyombo vya kuchotea maji, ndio maana ya ofisi ya kata, utakuwa umeelewa vibaya. Kwa kila neno linaweza likawa na maana zaidi ya moja. Kwa hiyo neno utatuzi tunalokusudia sisi ni ile hali ya kuondoa au kumaliza ule mgogoro kwa njia ya amani. Ile ndio tunakusudia kuita nini? Mgogoro ni utatuzi, au ile hali ya kubadilisha ugomvi kuwa maelewano. Kubadilisha ugomvi ukawa maelewano, jambo hilo ndio tunaliita utatuzi. Na utatuzi ni kutafuta dawa au kupata suluhu, kupata suluhisho linalosimamisha haki, ndio utatuzi. Kwa tunaposema Mtume na utatuzi wa migogoro, kwenye migogoro Mtume sallallahu alayhi wasallam anapata suluhisho linaloleta haki, linalosimamisha haki. Lakini pia utatuzi ni kurejesha amani iliyotoweka au kuondoa chuki na kurudisha udugu, ndio tunaita nini hilo? Utatuzi. Hebu tupitie hadithi iliyopokea Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Tirmidhi katika kitabu chake ametupokelea maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyosema, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqa, qalu bala ya rasul Allah, qala islahu dhati al-bayni fa inna fasada dhati al-bayni hiya al-haliqa, la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-dina. Tunasemaje? Ada ukhbirukum, Waislamu, hamtaki nikujulisheni, nikuambieni bi afdala, jambo lililokuwa bora zaidi, min darajati siyami wasalati wasadaqa, kuliko daraja za saumu ya sunna, funga ya sunna, na kuliko daraja ya sala za sunna,
na kuliko hata daraja ya sadaka za sunna, jambo bora zaidi kuliko hivyo vyote. Nataka nikujulishe. Qalu, masahaba wakasema kumjibu Mtume, bala, kwa nini tusitake ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akasema kilichokuwa bora kuliko kufunga funga za sunna, kilichokuwa bora kuliko kusali sala za sunna, kilichokuwa bora kuliko kutoa sadaka za sunna, hicho ni bora zaidi. Hivi vyote ni bora, lakini hicho ni bora zaidi. Nini? Islahu dhati baini, ni kutengeneza, kupatanisha ugomvi ulio baina ya ndugu. Fa inna fasada dhati baini, kwani kuharibika mahusiano mazuri, udugu uliopo kati ya ndugu, kule kuharibika, tahliku ni hiya alhaliqa, ni kama kinyozi. Hiya alhaliqa ni kama kinyozi. Kisha Mtume akaona hao wanawezekana wakaelewa hawa kinyozi yule alifungua pale baba shop. Akasema la aqulu, sisemi ninaposema kinyozi kwamba eti kuharibika kwa mahusiano mazuri, tahliku shara, unaondoa nywele za mtu. Walakin tahliku dina, lakini kuna haribu na kuondoa dini ya mtu. Kwa kilichokuwa bora, ukiona sehemu kuna mgogoro, kwenda kupatanisha na kutatua ule mgogoro ni jambo bora zaidi kuliko kusali sala za sunna, kuliko kufunga funga za sunna, kuliko kutoa sadaka za sunna. Kwa nini? Kwa sababu unaposali sala za sunna ni wewe unajitengeneza wewe, lakini unapokwenda kutengeneza, kusuluhisha na kutatua mgogoro uliopo, tafsiri yake unatengeneza jamii, unatengeneza jamii, watu wakielewana, jamii ikikaa sawa. Hizo swala za sunna hutoswali peke yako, utaswali wengi. Hizo funga za sunna hutofunga peke yako, watafunga wengi. Hizo sadaka hutotoa peke yako, watatoa wengi. Nini? Watu wana maelewano. Kwa hiyo kupatanisha, kutatua mgogoro uliopo ni jambo muhimu kuliko hata kufanya baadhi ya ibada za sunna. Ndio maana anwani hii inapata umuhimu wake sasa. Mapito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utatuzi wa migogoro. Mtume sallallahu alaihi wasallam na utatuzi wa migogoro ndio anwani ya mazungumzo yetu leo. Sasa kuna kanuni za utatuzi wa migogoro. Kuna kanuni katika utatuzi wa migogoro, kuna kanuni maalum. Kwanza kabisa, kama ukitaka kuwa mtatuzi wa migogoro, unatakiwa usikilize pande zote mbili. Sikiliza pande zote mbili, usisikilize upande mmoja tu. Kuna wengine wanajua kuremba maneno, akikutengenezea ibara zinavyonyooka utoki wewe, unasema huyu ana haki. Katika Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, cha kwanza kabisa unatakiwa usikilize pande zote mbili. Nani kasahau kisa cha Nabiyullah Daud? Inna hadha akhi lahu 99 naja. Kulikuwa na ugomvi, kulikuwa na mgogoro kati ya watu wawili, walikuja kwa Mtume wa zama zao. Wakaja pale, mmoja analalamika, anamwambia mtume wao, Mtume, huyu ndugu yangu, huyu jamaa ana mifugo mingi, ana nahaja 99, ana kondoo 99. Pamoja na hayo anataka mimi na huyu mmoja, ananiambia yule wa kwangu mimi nimuuzie ili akamilishe idadi ya 100. Yule akamwambia, kama ndio hivyo wewe kakudhulumu, kwa kutaka huyu kondoo wako mchanganye kwenye kondoo wake, kakudhulumu. Kwa hiyo hapa lazima itabidi tutekelezwe kidogo jambo la kutiana adabu.
Lakini kumbe yule jamaa fundi tu wa kutengeneza maneno, wala haikuwa hivyo, wala haikuwa hivyo, fundi tu yeye kutengeneza maneno. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara moja kuna watu waligombea ardhi, na watu waligombea ardhi, na leo nadhani migogoro hiyo ndio mingi zaidi, waligombea ardhi. Jamaa akaja kulalamika, bwana, mimi mpaka ulikuwa hapa, sio hapa. Mtume anambia, jana inawezekana mmoja wenu fundi wa kutengeneza maneno, alhan bil qawli, ana maneno matamu kuliko mwenziwe, ajue mimi na hukumu kwa kile ninachokisikia kutoka pande zote mbili, nitakayembegea, nitakayemkatia ardhi isiyokuwa ya mwenziwe, isiyokuwa yake, ardhi ya mwenziwe, atambue kwamba siku ya Kiyama atatwishwa ardhi hiyo kwenye moto wa jahannam. Kwa ufumbuzi kusikiliza pande zote mbili, ijapokuwa inawezekana mwingine fundi wa kutengeneza maneno na mwingine maskini ya Mungu hana uhodari wa kutengeneza maneno. Lakini njia ya kwanza katika kanuni za utatuzi wa migogoro ni kusikiliza pande zote mbili. Ya pili, kutafuta namna gani hawa watapatana, sio namna gani mimi nayesuluhisha nitapata kundi. Usuluhishaji mwingine anatafuta kundi la kwake, atukue mtu azoe atie katika timu yake. La, kukusudia kabisa kusuluhisha au kupatanisha kwa wale wenye mgogoro. Na Allah subhanahu anasema as-sulhu khair. Mfano sulhu al-Hudaybiyah, tuchukue mfano kwenye sulhu al-Hudaybiyah, Waislamu walikuwa na mgogoro na wasiokuwa Waislamu, mgogoro mkubwa. Sura ya nje ule mgogoro Waislamu wanaonewa, lakini kwa sababu lengo langu ni kupatanisha hawa, Umar ibn al-Khattab na masahaba wengine wameshika silaha, watu waweze kutuchezea sisi. Mtume anamwambia subirini. Umar anamuuliza, awalasna ala haqqi ya Rasulullah, kwani hatupo kwenye haki? Tupo kwenye haki, kwa nini masharti magumu kiasi hicho? Lakini Mtume hataki umwagaji damu, anachotaka yeye hawa watu wafanyeje? Wasuluhishwe, wapatanishwe, mgogoro huu utatuliwe. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyaje? Alikaa akasikiliza pande zote mbili na akaona yale masharti, wakayakubali, wakamaliza kama nyinyi mnavyojua kwa mujibu wa vitabu vya sira na historia. Lengo ni kukusudia kule kupatanisha, na wala pasikusudiwe kumwaga damu, pasikusudiwe kuendekeza ugomvi usiwepo. Nyingine ni kutumia hekima. Kuna kipindi unaona kabisa huyu ndio mwenye haki, lakini nikimpa haki yenyewe huyu kwenye muundo huu, huyu hawezi kukubali, atatutumka. Kwa inabidi utumie hekima, na hekima ni kukiweka kitu mahala pake. Usipotumia hekima ukaliendea kwa nguvu lile jambo, itakuja kuharibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mgogoro mbele yake. Upi? Wad'u al-hajar al-aswad makana. Historia na sira inatuambia Makuraishi walitofautiana, nani atapata sharafu, nani atakayepata hadhi, nani atakayepata utukufu wa jiwe jeusi kuliweka pale kwenye mahala panapostahili. Kaaba ishajengwa sawa, nani aliweke pale? Iwe jiwe lile ni kina fulani ndio walioliweka, au kabila fulani au ukoo fulani ndio walioweka, nani apate sharafu hiyo? Watu walikaribia kuchinjana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliangalia ule ugomvi, akaona mbona unamalizika kwa wepesi, dakika moja tu unaisha. Alichokifanya yeye, alioda aletewe shuka kishari, akaliweka pale, kisha akabeba yeye lile jiwe akaliweka kwenye kishari, akamwambia kila ukoo uniletee mtu mmoja, halafu washike ncha ya shuka, walibebe lile jiwe mpaka sehemu tunapokusudia kwenda kuliweka.
wakalibeba wote mpaka ile sehemu husika, akalichukua tena yeye kwa mkono wake akaliweka kwenye mahala pake. Kwa kilichotumika kutatua ule mgogoro ni hekima, ni hekima tu. Na sisi tuna migogoro mingi inawezekana tukaitatua kwa hekima tu, lakini kwa kutunishiana mabavu jambo halifiki sana. Hekima muda mwingine hata mtu kumtandika kibao ndio inatakiwa, ndio hekima ya hapo. Hekima maana yake sio ubwege. Hekima ni kila kitu kukiweka mahala pake. Muda mwingine hekima ni kukubali wewe kurudi matawi ya chini, ukaacha lile jambo liende, lakini unajua tukifika pale utahitajika mimi, ukimbilia kakae pale ambapo utahitajika, ili jambo lisizorote. Ukifika pale ukalitatua wewe na maisha yanaendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia hekima katika kumaliza mgogoro uliokuwepo kati ya Makuraishi kuhusiana na kuliweka jiwe jeusi mahala pake. Wao hajar aswadi makanahu. Majambo yako wazi kwenye vitabu vyetu vidogo vidogo vya historia ya sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa kupitia yale tujifunze, tuyahamishe kutoka katika vitabu tulete katika maisha yetu ya kila siku. Lakini vingine katika njia za kutatua ni kushughulikia chanzo cha tatizo, sio kushughulikia lile tatizo lenyewe. Kwani tatizo hili chanzo chake nini? Ukijua chanzo cha tatizo halafu ukamaliza lile tatizo lenyewe kwenye chanzo chake, ni mti mmoja tu ndio duniani unaweza ukaendelea, hata kama shina huko halipo. Kuna mti kule kwetu sinaita mtutukanga na ngamia, kamba fulani hivi zinajizungusha kwenye mti hivi zinaendelea. Shina lake inawezekana pengine lipo posta kabisa, lakini hapa matawi yanakuwa yanaendelea na hayakaa chini ya ardhi, yanaendelea juu kwa juu na yanakuwa. Lakini vingine vyote ukimaliza shina, ujue na hilo tatizo lenyewe linakuwa tayari limekwisha. Kwa hiyo katika njia za utatuzi pia nyingine ni kushughulika na chanzo cha tatizo. Tusishughulike na kule linakoonekana tatizo, bali tushughulike na chanzo chake, mpaka watu wanatokea hapa. Chanzo nini? Ukitafuta kile chanzo na ukikimaliza, mgogoro huo unaweza ukaisha wenyewe kwa urahisi. Kwa hiyo huu ndio muono, ndio mtazamo kuhusiana na utatuzi wa migogoro. Tuendelee kuona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitatua migogoro. Mtume alikuwa akitafuta uthibitisho kwanza. Jambo likiwepo, bwana kuna jambo fulani, bwana ustadi fulani kanichukulia kitu changu, hakurupuki kumuita yule, anatafuta kweli. Na hivi ndio maelekezo ya Qur'ani. Suratul Hujurat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi Waislamu wa kweli, iwapo atakujieni mtu yoyote, in ja'akum fasiqun, kakujieni mtu yoyote ambaye hamumtambui vyema, binaba'in, na taarifa fulani, fatabayyanu, tafuteni uthibitisho. Kwa nini? Unajua sababu katika utatuzi wako wa jambo hilo, antusibu qauman bijahala, msije mkawapatiliza watu kwa sababu ya kuto kujua, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, hatimaye mtakuja kuwa nyinyi kwa ile mlilolifanya mnajuta. Nimemuonea bure yule mtoto wa watu, kumbe chimbuko lake wewe hukutafuta uthibitisho. Hayo yanayosemwa kweli? Hebu tuache, turudi misikitini mwetu. Imamu anakula hela, tatizo gogoro. Imamu bwana anakula hela, bwana anakula hela imamu, asio kwa maana anachemsha zile ndo anakula zile noti zenyewe, kwa maana hapa hela za msikiti zote anatumia yeye na watu wake. Gogoro. Sasa wewe ukija tukupu, imamu, na kuanzia leo tumekusimamisha, uje tatua tatizo. Tafuta kwanza kweli, injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kumbe inawezekana
imamu kweli kala ya msikiti 300, lakini imamu huyo anawadai watu wa msikiti milioni 6. Sasa sijui hapa nani anakolela za msikiti. Kumbe imamu yeye alichokifanya, ana tatizo na kashawaambia wampe hela yake, hawampi. Akaona bora ni yazime hizi kama wao walivyowazima za kwangu, halafu baadaye tutajua namna ya kutatua. Kumbe tatizo ilikuwa ni kutoa imamu njoo, wakaa naye chini, kwa kuna taarifa nazisikia sio rasmi, ziko 1, 2, 3, zikoje? Ndio bwana, ulifanyika harambee, zimepatikana 300,000, lakini zile hela hazionekani, imekuwaje? Halafu imamu atakwambia, akishakwambia hizo hela mbona zipo? Kwa sababu siku ile watu wenyewe wote waliondoka wahusika, kwa nimempa ustadi fulani kazishika hizo pesa. Kumbe wewe ungetaka imamu auzuliwe na kazi, kumbe pesa za watu zipo. Kwa jambo la kwanza kabisa Mtume aliyokuwa analifanya katika utatuzi wa migogoro, alikuwa anatafuta uthibitisho kwenye huo mgogoro ulioletwa. Injaa mfasiqun binaba'in fatabayyan. Lakini lingine kutuliza hasira kwanza, kutuliza hasira kwanza. Mtu kaja jasho linamtoka, panga mkononi, halafu anatangaza gogoro lililopo. Sasa wewe usitafute kutatua ile gogoro katika wakati ule. Kwanza shusha hasira zake, cool down, njoo basi, njoo. Kama alikuwa amesimama, umekaa chini, atakaa chini. Kama alikuwa wakati anakwambia amekaa chini, amebeba sawa, nimekuelewa lako kidogo. Kama alikuwa sawa, nimekuelewa, nenda katawadhe, rudi, halafu tuanze mazungumzo. Kwanza mtulize zile hasira alizokuwa nazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa hadithi iliyopokea Abu Daud rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, mmoja wenu akiwa amekasirika hali ya kuwa yuko wima amesimama, kwanza akae. Akikaa zile hasira zitarudi, akishakurudi hasira zikikaa chini, mtaongea maneno yatakuwa mazuri, sio yale ya mwanzo alivyokujia na hasira zake. Lianna al-ghadaba yu'mi 'ani al-haq, hasira zinampofua mtu, haioni haki. Kwa kwanza tuliza hasira za yule aliyoleta ule mgogoro, kisha kutuliza hasira zake, kaeni chini. Ndivyo alivyokuwa akifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anatuliza hasira za yule alioonyesha kuwa ana hasira, alafu anakaa chini. Mimi yule wa kunifanyia hivi, kunifanyia hivi, ngoja basi kwanza. Lakini wewe kwa nini ukamfanyia hivi? Wewe sasa ndio unapotea. Wewe kwanza subiri yule shuke hasira zake, halafu mule kwani waje, anaweza kukueleza. Akifika mwisho unaona kumbe tatizo ni huyu na wala sio huyo aliyokuja kutueleza. Utatuzi wa migogoro kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la pili kwanza ni kutuliza hasira za yule aliyokuletea ile tatizo. Lakini lingine, ukisha kugundua umemsikiliza huyu, umemaliza, unatakiwa wewe kwanza utoe nasaha kwa siri. Wape nasaha yule mtu, ushamuona huyu ndio mwenye tatizo. Ukisha kumuona ana tatizo, utatuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam migogoro ilikuwa anampa nasaha mtu kwa siri. Wasemaji wanasema nasihatu amama al-balad fadhiha, kumpa nasaha mtu mbele ya kundi za watu ni kumfedhehesha. Hakubali. Kumbe tatizo lilikuwa dogo, uliokosea wewe. Ulikuwa umwite pembeni, ukaenda chini, bwana nimepata taarifa 1 2 3, zikoje? 1 2 3, alafu wewe uone kama hapo umekosea. Kuna kikao kule, unatakiwa twende, lakini hapo umekosea. Mimi nakupa nasaha 1 2 3, jambo litaisha na litaenda vizuri. Lakini ukimwita kwenye konvoi, halafu unaanza kumpa nasaha, wewe umekosea, muombe radhi mwenzio, mimi si muombe radhi, halafu tuone itakuwa. Kwa hiyo umeongeza gogoro kwenye gogoro lililokutoka zamani. Kumbe ilikuwa Mtume anachofanya yeye, anampa nasaha yule ambaye anastahili kunasihiwa kwa siri peke yao. Atampa nasaha, atamsema, atamuonya, kwa sababu an-nasihatu amama al-mala'i fadhihatu. Kutoa nasaha, kumpa nasaha mtu mbele ya kundi la watu ni kumfedhehesha, hawezi kukubali.
na wanasema wasemaji, man nasaha akhahu sirran faqad zanahu wa man nasahahu ala niyatan faqad shanahu. Man nasaha akhahu sirran, atakayempa nasaha ndugu yake kwa siri, pembeni, wako peke yao, zanahu, anampanga. Na yule naye inawezekana akaenda kuomba radhi kwa huyo aliyomkosea kwa siri hivyo. Alafu wewe unajua watu wamegombana, kwa kutoa watu wanakupatiana, wanatembea mitaani, nyinyi si mmesema wale wamegombana vipi wale? Labda yalikuwa maneno, kumbe kweli waligombana, lakini kwa kuwa ulimpa nasaha kwa siri na yeye kaenda kumuomba radhi kwa siri, na jambo likawa limeisha. Man nasaha akhahu sirran faqad zanahu wa man nasahahu ala niyatan faqad shanahu. Ama mtu akimpa nasaha ndugu yake wazi wazi mbele ya kundi la watu, huyo shanahu, amemtia dosari na kumharibia majambo yake. Kwa hiyo naye hawezi kubali. Kwa miongoni mwa mapito aliyokuwa akipita Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utatuzi wa migogoro ni kutoa nasaha kwa siri. Lakini baada ya hapo sasa, akisha kutengeneza majambo yakikaa vizuri, mwisho huwa anamalizia kuwaombea wale waliogombana. Kama kweli kabisa umetafuta usuluhu kutoka ndani ya nyoyo zao, halafu ukiomba na dua yenyewe ya Mtume ambaye Allah amemwambia khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sipo ninapopataka mbele, wasalli alayhim, waombee, inna salataka sakanun lahum, sala zako, dua zako Muhammad, maombi yako Muhammad yanawatuliza. Kwa Mtume alikuwa akitumia fursa ile, watu wakigombana, mwisho baada ya yote anawaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunafanyaje? Imaliza tunafanyaje? Allahumma, Mtume anasema Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Mtume alikuwa watu wakiwa na mgogoro anawapatanisha na anamwambia Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu Mola wetu wa haki, alif baina qulubina, ziweke pamoja nyoyo zetu. Nyoyo zetu zikipatana, miili kupatana ni jambo jepesi, lakini mbili, wa aslih dhata bainina, tengeneza udugu wetu, tengeneza kati yetu, tufanye tuwe wamoja, wenye kuelewana. Wahdina subul salam, na tuongoze katika njia za amani. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yote lakini alikuwa akiwaombea wale watu wenye kugombana, wenye migogoro. Lakini akisha kuwaombea anamalizia na targhib, kuwahamasisha kutaka malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili na watu wenye migogoro wakipatana na kukaa pamoja lina malipo mengi mbele ya Mungu. Tulimalize, tutaraji Mwenyezi Mungu hata. Hayo ndio mapito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim katika kitabu chake Sahihi Muslim, ambaye ni zile asahu kutubi baada al-Qur'an al-Karim, ni Sahih al-Bukhari thumma Sahih Muslim. Imam Muslim anasema hadithi yetu tulikuwa mashuhuri, Mtume anasema ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza, ma zada Allahu bi'afwin illa izza. Kwa sababu lazima unaposema pana mgogoro, kuna mmoja ana haki na mwingine hana haki. Yule mwenye haki anatakiwa amsamehe ndugu yake. Sasa wewe ukiwa unatengeneza mazingira alafu hakuna msamaha kati yao, bado Mtume anasema ma zada Allahu 'abdan bi'afwi illa izza, Allah hamzidishii mja yoyote kwa kuwa na desturi ya kusamehe wengine isipokuwa anamzidishia izza, utukufu. Mtu anakuwa mtukufu, kutoka mwenye maana, mwenye heshima yake katika jamii, nini yule ana desturi ya kusamehe wengine. Lakini sasa inawezekana hao waliopatanishwa, akatokea mtu mmoja akagoma, hata gogoro limetatuliwa, mtu yeye hataki kukubali yale mambo. Mtume manhaji yake
mapito yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maamuzi magumu kwa yule anayekataa kusuluhisha. Alikuwa na maamuzi magumu, na hii alijifunza kutoka katika suratul Hujurat aya namba 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Ikiwa kuna makundi mawili yaliyogombana, yana mgogoro, faslihu bainahuma, suluhisheni, patanisheni kati ya makundi mawili hayo. Fa in baghat ihdahuma, kama kundi moja litakataa, pambaneni na lile kundi lililokataa. Faqatilu allati tabghi, linafanya ujeuri na kukataa kuondolewa mgogoro ule, pambaneni nalo hata tafia ila amrillah, ili liweze kurudi kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mtume ilikuwa baada ya yote hayo, mwisho kila ukielekezwa watu mmoja mgumu, hapo sasa huyo anatumia maamuzi magumu ili kurudisha dini. Kwa maamuzi magumu, kumbe katika upatanishi wa migogoro sio ya kwanza, ni ya hatua ya mwisho. Wote tumekwenda, alafu huye hadakikani, haambiliki. Mtu anakwambia maneno mengine hayapo kabisa duniani, mimi sikubaliani, labda ashuke malaika Jibril. Toka lini Jibril akashuka kupatanisha watu? Maana yake ndio atakwambia ile hakubali. Sasa kama mtu hakubali, sheria ya Mwenyezi Mungu inakuja kuchukua mkondo wake, anakuwa na maamuzi. Tunaweza kufupisha maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utatuzi wa migogoro, na tumesema migogoro haiepukiki, lazima ije. Mtume katika utatuzi wa migogoro alikuwa ana njia tatu: adlu bila dhulm, rahmatun bila dha'f, na hikmatun bila tahawul. Ni hayo mambo matatu. Maneno yote toka tulikotoka mpaka hapa, khulasa, ufupi, tunasema hivi: Mtume alikuwa katika utatuzi wa migogoro, njia yake ni adlun bila dhulm, ni kuwafanyia watu uadilifu bila ya kupendelea upande mmoja. Adl na uadilifu ulivyo, kanuni yake, hata kama mtu unamchukia, mpe haki yake. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, isikuchukieni ile hali ya kuwachukia watu fulani ndio mkakosa kuwafanyia uadilifu. Wala yajrimannakum, isije ikakuchukueni nyinyi, shana'anu qaumin, hali ya kuwachukia watu fulani, pengine humpendi kwa chama chake, pengine humpendi kwa taasisi yake, pengine humpendi, inawezekana unazo sababu zinazokupelekea wewe umchukie. Ile hali ya kumchukia ile isikupelekee ukakosa kufanya uadilifu. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala an la ta'dilu, isikuchukueni ile hali ya kuwachukia watu fulani kakosa kufanya uadilifu. I'dilu, fanyeni uadilifu, wa aqrabu littaqwa. Kwa njia ya kwanza, Mtume alikuwa anafanya uadilifu bila dhulmi, bila ya upendeleo. Hampendelei mtu, hamdhulumu mtu. Mwenye haki atampa haki yake. Tuna mifano mingi. Na siku yalitokea majambo, watu bwana, huyu bwana, mwanamke huyu bwana ni katika waheshimiwa, tunamkataje mkono? Kwa elimu hizi sawa, lakini sasa tunamkataje mkono? Huyu ndo katika waheshimiwa kwenye jiji hili. Mtume alisema maneno, mwisho wake akamwambia, walau anna Fatima, hata kama binti yangu Fatima sarakat, angekwiba na qata'tu yadaha, ningemkata mkono. Uadilifu, mwizi afanywaje? Akatwe mkono. Huyu kafanyaje? Kaiba, tutakata mkono wake. Lakini bwana, huyu ni kina fulani bwana, au ndo bani humhum, au ndo wenyewe hapa, tutawafanyaje? Ni kaiba, hakuiba, kaiba, tunakata. Kwa njia ya kwanza kabisa unaweza ukaifupisha ukasema ni dhulmun ni adlun bila dhulm, ni kufanya uadilifu bila ya kumdhulumu, bila ya kumpendelea. Ya pili, rahmatun bila dha'f, kuwa na huruma kwa watu, si kwa sababu ya unyonge na udhaifu. Sio unapomhurumia mtu eti umeshindwa kumtendea lolote. Kuna kitu kinaitwa al-afu inda al-maqdara, in shi'ta qul al-afu inda al-maqdira.
kusamehe watu wakati unao uwezo wa kuwafanya chochote. Sasa kwenye utatuzi wa migogoro, Mtume sallallahu alaihi wasallam inakwenda halafu mtu anatakiwa aadhibiwe, lakini Mtume anataka yule mtu asamehewe, ahurumiwe. Watu wa Makka waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazaliwa pale Makka, kakuwa Makka, kapata ujana wake Makka, lakini hatimaye walimfukuza pale. Walimfukuza hali ya kuwa mwenyewe bado anapenda kuishi Makka. Kila anayotaka kulifanya, mwaka wa 8 ule alitaka kwenda kule, wakamzuia. Siku ya 6 ile siku ile wakamzuia, hamna kuingia wao, ujue, lakini anazuiliwa, hamna kuingia mpaka na visa. Hatimaye kapata nafasi, kaikomboa Makka, iko chini ya himaya yake, na wale waliompiga, waliomfukuza wako mbele yake. Mgogoro mkubwa, afanyeje? Akiwakata vichwa hawezi kuishi hapa, haki hiyo anayo, lakini aliwasamehe wakati anao uwezo wa kuadhibu. Afu inda al-maqdara, kwa ile inatengenezwa nini? Rahmatun bila dhaf, uwezo wa kuwapiga nao, uwezo wa kuwaua nao, akawahurumia, si kwa sababu ya unyonge aliokuwa nao, bali aliwauliza tu, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hivi mnavyodhani leo kwa hapo nilipokuwekeni kwenye 18 yangu, sasa mnadhani nitakufanya nini? Walijigonga gonga, wakasema akhun karimun wa ibn akhin karimi, wewe ni ndugu yetu bwana mtukufu, mtoto wa ndugu yetu, sisi tunachotaraji kwako sisi ni kheri, tunataraji hili. Aliwaambia maneno yake mashuhuri, idhhabu fa antum tulaqa, nendeni zenu, mko huru, kila mmoja akafanya lake. Kwa pale Mtume aliwahurumia, si kwa sababu ya unyonge aliokuwa nao, aliwasamehe tu na akawahurumia, ili maisha ya mgogoro likaisha. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni rahmatan lil alamin, aliwahurumia na jambo likaisha. 3 ni hikmatun bila tahawul, kuwa na hikma, sio kuwa na papara. Tahawul inakaribiana na taanni. Tahawul, taanni, kuwa na hikma kwenye majambo. Hikma tulisema kila jambo kuliweka mahala pake, ndio hikma. Lakini hikma hizi, usiwe na tahawuru, usiwe na papara. Sasa nenda nalo jambo, lifuatilie, mwisho wake utaliweka mahala pake na jambo litaisha. Hivi ndivyo Mtume Muhammad alivyokuwa akitatua migogoro. Leo tuna migogoro kwenye taasisi zetu, leo tuna migogoro katika misikiti yetu, leo tuna migogoro katika madrasa zetu, leo tuna migogoro katika familia zetu, leo tuna migogoro makazini mwetu na mengine mengi. Ni namna gani tunatatua migogoro iliyoko mbele yetu? Ni vitu vitatu tukiviweka mbele yetu, hivi vya mwisho, majambo yote yatakuja. Tuwe waadilifu na wala tusiwe na fikira ya kumdhulumu na kumuonea mtu yeyote. Pale ambapo mtu alipokosea aambiwe amekosea, lakini anaambiwa bil hikma. Unajua, katika mafanikio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehemu kubwa alitumia hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Kidawa, ud'u, walinganie watu, waite watu, ila sabili rabbika, waje kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Mola wako, bil hikma, wa hekima, wal maw'izati hasana, kwa mawaidha mazuri, wajadilhum billati hiya ahsanu, jadiliana nao kwa muundo uliokuwa mzuri. Ukienda katika hii ndio tafsiri ama, watu wote tunaijua hiyo, lakini ukienda huko kwenye mazingira ya dawa, wanakuambia hikima pale, maana yake kwamba watu anataka kukwambia Mwenyezi Mungu, watu unaolingania, watu unaozungumza nao, unaowataka waache hayo wanayoacha, wanagawanyika sehemu 3. Una washabiki wako, ukimwambia tu shakubali muda huo, nani kasema shikali mama, basi haina tatizo, imam kasema bwana, limeisha, basi mama, limeisha. Huyu mshabiki wako. Lakini kuna mwingine
yeye sio mshabiki wako, lakini yuko tayari kukubali haki. Huyu tunamwita yuko neutral. Na kuna mwingine yeye sema utakalolisema, hataki mpinzani. Kwa tuna aya nitakwambia, kuna mtu anaitwa muayidu na kuna mtu anaitwa muhayidu na kuna mtu anaitwa muarid. Unapokwenda kuzungumza na watu, elewa wanagawanyika sehemu tatu. Kuna muayyid, mfasiri kwenye muundo huo, mshabiki. Ukisema tukakubali, hata kabla hujasema jamani, leo Sheikh Ali Manga kule ndo atakayesoma, tondokeni, anahimiza na wenzio waende. Hajajua kinachosemwa wala nini, yeye shida yake kwa sababu anasema huyo yeye ashamkubali toka mwanzo. Sasa na wewe hata migogoro yako unapotatua, kuna watu washabiki wako, kabla hujasema nani mpatanishi wenyewe, Sheikh Ali Manga, basi atakubali kinachosema. Lakini kuna mwingine muhayyid, hakushabiki, anangoja unachokisema, kikiwa haki yuko tayari kukifuata, kama sio haki sema mpaka uchoke, hayuko tayari kufuata. Huyu yuko neutral. Huyu muhayyid hafungamani na upande wowote. Lakini kuna mwingine muarid, mpinzani. Kila unapozungumza tafuta maeneo gani utakuwa unakosea ili yaje hapo unapokosea. Yaani umezungumza masaa matatu lakini umekosea neno moja, yeye anakuja na hili moja, mazungumzo yake yote ana hili moja. Huyu anaitwa nani? Muarid, mpinzani wako. Sasa unapokuja kwenye migogoro, kwenye kulingania watu, ud'u ila sabili rabbik, waite watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Mola wako bil hikma. Wale wapenzi wako na washabiki wako, ukitumia hikma utawabakisha katika nafasi ile ile. Ukija na mineno ya ovyo ovyo, nao utawatimua. Tumia hikma ili uwabakishe katika mstari wako bil hikma. Lakini mwingine wal mau'izati hasana, tumia mawaidha mazuri. Ukitumia mawaidha mazuri, wale ambao wako neutral, mara ya kwanza wanakusikiliza, ukakaa siku nyingine wakakusikiliza mawaidha yako mazuri, na wao pia unawahamisha kutoka kwa neutral, wanakuwa katika kundi la kina nani, la mashabiki wako. Kwa hiyo ukitumia mawaidha mazuri, watu pia unawahamisha, unawaweka katika kundi lao. Kundi la tatu ni wale wapinzani, wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana nao lakini kwa namna iliyokuwa nzuri. Kujadiliana nao hapa, bwana nyewe bwana kaka, watu tukani, subiri basi kwanza, wewe mpaka ukijadiliana kwa namna iliyo nzuri, na yeye unamhamisha, hawi tena mpinzani, anakuwa yuko neutral. Siku ukisema kweli anaikubali, na siku ukisema sio kwa la kweli au asiyoikubali anakuacha kama ulivyo, hawi mpinzani. Unapotaka kusuluhisha migogoro, weka mbele yako hii aya kwamba hawa watu watakuwa makundi matatu. Kuna watu washabiki wangu, ule nikimpatanisha atakubali kwa anataka, lakini kuna watu wao hawafungamani na upande wowote, wanasubiri kinachosemwa, kikiwa kinawaridhisha utakukubalia. Kuna watu wewe useme usiseme, liwe la kweli isiwe la kweli, yeye hakubali. Sasa hawa usiwapuuze nao, wewe tumia mijadala iliyokuwa mizuri ili uwahamishe wasikae katika kundi. Misikitini kwetu kuna migogoro mingi, namna yake ya kuitatua ni kuangalia Mtume ilikuwa linapokea tatizo analitatua vipi. Madrasa zetu zina migogoro, namna ya kutatua tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatatua vipi. Kuna muda mwingine inatika hikma tu misikitini wetu, hikma tu na mgogoro huo ungeondoka, lakini kwa kukosekana hikma, badala ya kuondoka unazidi ule mgogoro. Muda mwingine ile tatizo litakiwa mtu apewe nasaha huko peke yenu kimya kimya. Kwa kuacha hilo, umekuja kumpa nasaha, umekuja kulisema msikitini nini, mweka hazina kana hela, akinyanyuka hapo anasema basi ngoja na zile zilizobaki naenda kuzipiga tuone sasa. Kumbe umeongeza wewe tatizo, ulitakiwa uliseme, umwite, ukae naye faragha, ni jambo lingeisha. Kwa hiyo tumia hizi njia tatu za mwisho: adlun bila dhulm, rahmatun bila dhaaf, na nini, hikmatun bila tahawul. Uadilifu bila ya kumpendelea mtu yoyote, huruma bila ya kushindwa, bila ya udhaifu, na nini, na hekima bila ya kuwa na madhara. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeelewa ni namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata mafanikio katika maisha yake. Nirudie kusema, anwani yetu ya leo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utatuzi wa migogoro. Alikuwa anatatuaje? Tuchukue yale, na migogoro haiepukiki kwa sababu ndiyo maumbile ya kibinadamu.
Uwezo wangu wa kufikiria haufanani na wa kwako. Sasa usilazimishe na uwezo wa natija ya fikra hizo, result ya fikra hizo ikawa ya aina hii moja. Hicho kitu hakipo. Lazima matokeo yatakuwa tofauti tofauti. Yakisha kuzaliwa matokeo tofauti, linazalika gogoro kati yetu, ulivyoelewa wewe na nilivyoelewa mimi. Mwanzo tulisema mgogoro unaotokana na fikra na mawazo, ndio huo. Lakini mwingine wa maslahi, mimi na wewe wote tunaingia hapa kazini muda huu na tunaondoka muda huu. Inakuwaje wewe unalipwa 1,200,000, mimi napewa 600,000? Hujanielewa bado. Katika mashule yetu kwa mfano, mwalimu wa dini katika mashule yetu, mwalimu wa dini anapewa 300,000, ndio mshahara wake wa mwisho wa mwezi. Anasomesha nini huyo? Furudhul wudhu 6, watoto waweze kusali na kufunga, anapewa 300,000, kazidi 450,000. Lakini mwalimu wa geography, mwalimu wa fiqh, mwalimu wa geography, wa science, wa math na mengineyo anapewa shilingi 800,000 mpaka 1,000,000. Kuna daladala anayopanda mwalimu wa dini peke yake, nauli yake hii ndogo, au wengine nauli yao kubwa. Nauli ziko sawa sawa. Dukani akienda kununua unga na mchele, bei zile sawa sawa. Hapo utazuka mgogoro. Mgogoro huo ni wa maslahi. Huu ni mgogoro wa maslahi, unatokana na maslahi. Ule mwanzo ulitokana na nini? Fikra tu. Huu hapa umetokana na nini? Na maslahi. Sijasema hivyo mkabadilishe mitaala yenu na taratibu zenu za kulipa watu. Nimetolea mfano. Sasa linapotokea tatizo, tumwangalie Mtume. Maeneo haya ambayo hapa ukiona shule imetulia, ujue walimu wa dini wapo wanafanya kazi, na wakiondoka watu wote watajua hapa leo kuna mtu kakosekana, lakini mshahara wao mdogo. Na huyu anaufanyisha shule inajulikana huko, kafaulisha vizuri hesabu, kafundisha vizuri maarifa ya jamii, shule huko imejulikana, mshahara wake mkubwa. Lakini dukani wakienda wananunua kitu bei moja, daladala wakipanda nauli hii moja. Hapo patazuka mgogoro. Tuutatue vipi? Tuchakule maana namna ya kutatua migogoro. Tuangalie Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitatua vipi. Tukiishi hivyo, majambo yetu kumuweka Mtume mbele na kumfanya ndio role model, ndio wa kuigwa, tukiifanyia kazi aya ya surati al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tutapunguza migogoro kwenye taasisi zetu, tutapunguza migogoro kwenye misikiti yetu, tutapunguza migogoro kwenye madrasa zetu, tutapunguza migogoro kwenye vyama vyetu, tutapunguza migogoro kwenye jamii tunazoishi. Na tukifanya hivyo, wallahi tutaishi tukiwa wenye kupendana, wenye kuthaminiana, wenye kuheshimiana, na hatimaye tutakuwa raia wema katika taifa letu na waja wema mbele ya Mwenyezi Mungu muumba wetu. Na hapo tutakuwa tumefuzu na kuwa pamoja na waliofuzu. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aufanye mkusanyiko wetu huu kwa mkusanyiko wa kheri, na kuondoka kwetu baada ya hapa tuondoke kwa kheri, na pia atulipe thawabu zile tunazostahili kulipwa kwa kukaa kwetu muda huu, kubadilishana mawazo kuhusiana na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uongozi wa msikiti, Mwenyezi Mungu aupe kila la kheri kwa kutuchagulia anwani hii, awawezeshe kuishi salama na amani na maelewano. Aiwa TV wanaoturushia hili jambo moja kwa moja, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Aiwa aidumishe Aiwa TV, Mwenyezi Mungu aiondolee hasad, aiondolee macho ya adui. Lakini Al-Mughith pia ambao wamerekodi waende wakarikodi wakaturushie na wao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakuze, wafikie wanapopakusudia kama alipofika Aiwa na zaidi ya hapo. Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa kullu amin wa antum bi khair.